Mimi ni Dr. Flora Lahuo kutoka jijini Mwanza. Nikushukuru sana kuwa nami kwenye mengi ambayo kupitia mikono yangu umekuwa ukiyaona, na mengi mengine ambayo tumekuwa tukifanya kufikia jamii yetu ya Kitanzania. Kwa hiyo nikukaribisha sasa tuendelee kuwa pamoja kwenye hiki kipindi kipya kabisa, Flora's Kit. Usiache kufuatilia kipindi hiki kizuri kinachokuletea elimu ya afya na mengi mengi. Mtazamaji, ni Flora's Kit hapa Channel 10, kilicho bora kabisa. Niko njiani nikiwa ninarudi Mwanza, na hapa tuko katikati ya Iringa na Dodoma kwenye maporomoko ambayo ni heavy. Sasa ni kuache na shuhuda za watu mbalimbali ambao wamewahi kupitia mikono hii na wakapona, na wanatoa shuhuda zao kwamba wanaendelea vizuri. Ni kwenye simu lakini pia ni video kamili. Endelea nao, mimi niko safarini, endelea kuniombea. Kudos nyingi kwako. Asanteni sana watu wa Makambako kule Njombe kwa sababu mmeniheshimisha. Asante sana kakaangu, driver wangu, pilot wangu Mrema, asante Rosie, asante Julie, asante sana Dori, wote Wiki na wengine wote ambao tulikuwa nao, bila kumsahau mamangu kipenzi Lei. Bye. Ya uhai, maisha asilia. DDF Herbal Clinic. Tupo Mwanza Isamilo, karibu na shule ya Lake. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana kwa simu namba 0654777778. Nyote mnakaribishwa. Rafiki, Jambo Food Products imekuwekea bidhaa za Jambo kwenye duka la karibu yako. Anza siku yako na mikate safi, maandazi na keki tamu kutoka Jambo Bakery. Vitafunwa vyenye ladha nzuri vinavyokupa nguvu ya uhakika kwa ajili yako. Unapohitaji kinywaji cha kukuburudisha, chagua soda za Jambo kukuongezea nguvu ya kukamilisha mitikasi na ndoto zako. Unapohitaji juice, wewe kamata juice za Jambo, zinakupa utamu, furaha na maisha kila siku. Mdomo wako umepata rafiki mwenye kuchangamsha kinywa kila wakati. Ni biskuti za Jambo na pipi za Jambo Sweets. Ni rafiki wa kipekee wa kinywa chako kila sekunde. Jiongezee maisha kwa kunywa maji ya Jambo yenye maisha kwenye kila tone unalolitia kinywani mwako. Ufurahishe mdomo na nafsi yako kwa kula ice cream za Jambo. Bidhaa za Jambo Food Products ni bidhaa zinazokupa uzuri wa maisha wakati wote, iwe baridi au joto. Zinapatikana kwenye duka lililo karibu yako. Ipendelee kwa kudaka ya kwako. Bidhaa za Jambo, bidhaa jamukaya. Chuo cha urembo Nifo kinakutangazia nafasi za masomo ngazi ya cheti katika kozi zifuatazo: kozi ya ususi, hairdressing, kozi ya urembo, makeup, kozi ya mapambo, decoration na kozi ya mbatanishi zinazomsaidia mwanafunzi kuongeza ufanisi katika fani anayochukua. Kozi ya Kiingereza, English course, mawasiliano, communication skills, ujasiriamali, entrepreneurship. Nikukumbushe, kozi hizi zote zinatolewa bure kabisa. Ada zetu ni nafuu na chuo chetu kimesajiliwa na NACTVET. Kwa mawasiliano tupigie simu kwa namba 0677555550. Nyote mnakaribishwa. Huyu ni Witi ambaye alitoka Makambako akaja Dar es Salaam. Kipindi kile alikuwa na sura ya kuumwa, leo amekuwa na sura yenye nuru kabisa. Na tulivyokuja hapa ametusaidia sana, kama nilivyosema kwa wakati naongea, alitusaidia tukapata hii nyumba ambayo tunakaa, lakini pia tulikuta ametuwekea vitanda, ametuwekea vyombo. Kwa kweli ametuwekea mablanketi, hapa kuna baridi kama nilivyosema, lakini pia tumetamani aendelee kufanya mazoezi japo hana maumivu tena. Witi, kwa sasa unaendeleaje? Kwa kweli naendelea vizuri kabisa. Sina maumivu kabisa. Nimepona tofauti na vile nilivyokuwa jamani, nilikuwa naumwa mimi. Nilikuwa nimekata tamaa, lakini namshukuru Mungu amemtumia huyu Flora, amewekeza vipawa vya ajabu. Amewekeza ujuzi wa ajabu kwa Dr. Flora. Kutokana na hivyo vipawa na huo ujuzi, jamani mimi naendelea vizuri kabisa. Yaani hapa nimefika tu kumtembelea mahali ambapo ndo anafanyia kazi hapa Makambako. Kwa hiyo kama kuna mtu yeyote jamani mwenye shida ya mgongo, mwenye shida ya miguu,
kuwaka moto, kuumwa kwenye magoti, afike hapa mitaa ya FM kwa nyuma kidogo. Huu mtaa unaitwa Kivavi. Witi, wakati umetoka kule, wewe ni mtu unafahamika sana hapa Makambako. Tulikuwa tumepanga kwenda Iringa, lakini tulikuwa tunapokea simu nyingi za watu wa Makambako. Wengi walikuwa wanasema tulikuwa tunamuona yule Witi, sio kuna jina wanakuita. Tulikuwa tunamuona alivyokuwa hawezi kutembea, ni wa kulala muda mrefu, lakini tumeona amerudi huko anatembea. Tunaomba mtusaidie, kama mkienda Iringa mtuambie tuje. Sasa tukaona namba ya huko imekuwa kubwa, kwa hivyo ndo tukaamua kuja wapi, huko Makambako. Na tulikuta wewe mwenyewe umetuandalia watu wengi sana, akiwemo Hilda alivyoanza kufanya mazoezi akamleta Loi Loi, jina la pili la Loi sasa linavyonitesa kulijua. Vahai. Loi Vahai. Loi ambaye amekuwa ni mzuri sana kwetu. Yaani mimi nimepata mama. Kwa hiyo hebu niambie watu wengi ambao umewaleta, akiwemo Stefan alitokea wilaya gani? Alitokea Mafinga. Stefan alikuwa na tatizo gani? Mgongo na pingili pia. Alikuwa na shida ya pingili. Mwenyewe alikuwa anajua kwamba ana tatizo la mgongo, lakini hakujua kama ana shida ya pingili kwamba zimepishana. Ila alivyofika hapa baada ya daktari kumpima ikafahamika kwamba kumbe alikuwa na shida ya pingili, na yeye alivyoanza matibabu baada ya siku chache tu ampata nafuu. Na sasa hivi ninavyoongea ameshatibiwa, amefanya mazoezi siku ambazo alipangiwa na daktari, amemaliza na amesharudi kwa Kilichonifurahisha kwa yule kijana, alisema alikuwa kilala inabidi aweke moto alikuwa lazima aweke miguu kutani ili kupooza moto ulikuwa unawaka kwenye miguu. Na kitu kingine alisema pia alikuwa anapata ganzi. Lakini namshukuru sana Mungu. Leo ni siku ya shuhuda tu. Naomba uniambie majina yako, alafu uniambie wewe ni nani kwa Witi, na Witi alikuwa na hali gani kabla hajaja kwetu, na baada ya kuja kwetu ana hali gani kwa sasa. Mimi naitwa Neema Shadraki, ni mdogo wake wa Witness. Yeye ni wa kwanza kuzaliwa, mimi ni wa mwisho kuzaliwa. Anapokuja kwanza matibabu alikuwa na hali mbaya sana. Kwanza tulikuwa tumeshazunguka sehemu mbalimbali hadi tukawa tumekata tamaa. Kwa hiyo tukapata taarifa, kuna mtu alitupa taarifa kwamba kuna daktari yupo Mwanza anatibu hiyo mifupa ambayo hospitali walisema imeshindikana. Kwa hiyo tukatafuta mawasiliano ya kupata namba ya daktari. Tulipopata namba ya daktari, bahati nzuri alipokupigia simu ukasema kwa sasa nipo Dar es Salaam. Ndio ikaonekana tufanye utaratibu apande gari kufika Dar es Salaam kwanza matibabu. Anapoondoka huko alikuwa hawezi kutembea umbali mrefu. Anatembea tu hapa kidogo, analalamika kwamba ana maumivu makali mpaka anakaa chini. Lakini alipofika kule, alipoanza kupata matibabu, akaanza kutuambia anapata unafuu, anatutumia video, tunaona ametembea umbali mrefu, ametembea hatua nyingi. Na vipi unaendeleaje huko? Anaendelea vizuri kwa kweli. Nilipofika kwa daktari nimepata tumaini jipya, nilikuwa nimekata tamaa kabisa kwa sababu nilipofika Dar es Salaam kabla ya kwenda kwa Dr. Flora nilienda kwa daktari mwingine, akanambia tatizo lako ni kubwa, hata atuelewe huyo daktari wako ambaye unaenda atakutibu vipi. Lakini alipofika huko akapata matibabu, na sasa hivi tunamshukuru Mungu anaendelea vizuri. Tunamshukuru Mungu pia kwa ajili yako Dr. Flora, maana tunajua umeumbwa na Mungu, huo ujuzi umepewa na Mungu. Tunamshukuru Mungu, tunamshukuru pia hata mamako aliyokuzaa, maana ametufanya tupate furaha kwa dada yetu kwa kweli, kwa sababu huyu ni dada yetu lakini ni mama yetu pia. Kwa hiyo tumefurahi sana na tunakushukuru sana. Mungu akubariki sana na alibariki tumbo la mama yako lililokubeba na ziwa lililokunyonyesha. Nakushukuru sana, lakini pia ninawashukuru kwa zawadi mnazotuletea. Jamani, nimeongezeka kilo 3. Naombeni msiniletee tena vitu. Yaani nimeshavikata. Akija Loi anakuja na kuku, huyu akija huko anakuja na hiki. Witi akija mara analeta chakula kimeshapikwa. Na waombeni iko hivi na niharibu. Hatuwezi kuacha, maana hiyo ni ishara ya upendo tu. Yaani hatuwezi hata kuleta zawadi ambazo zitalingana na kile ulichokifanya kwetu. Ulichokifanya kwetu ni kikubwa mno. Kwa hiyo pokea tu, hiyo ni ishara ya kwamba tunakupenda sana na tunakuombea kwa Mungu akupe maisha marefu.
Asante sana, mimi naendelea kulambwa na hii baridi ya hapa Makambako. Bado ile. Kwa jina naitwa Rebecca Thomas. Natokea mkoa wa Kilimanjaro, wilaya ya Hai. Nilikuwa na matatizo. Nilipata ajali ya gari zaidi ya miaka kama 10. Kumbe sasa sikujua kama nilikuwa na tatizo. Sasa siku moja natembea njiani nikawa nimepata kama stroke, yani kama ikawa hii sehemu ikiona kama nikitembea nikashindwa kutembea. Sasa ile hali kaendelea, nikapelekwa Bugando. Bugando walivyonipima akaniambia kwenye mkia wa mgongo kuna crack pale. Kwa hiyo katika ile mkia wa mgongo wakawa wamenipa dawa, nikaendelea na zile dawa, lakini wakanipa masharti kwamba hauruhusiwi kubeba kitu kuanzia kilo 20, kazi ngumu. Kwa hiyo nikaendelea hivyo, hali ikaendelea, ni muda mrefu ile hali ikaendelea ikarudia tena. Lakini baadaye nikawa na Aunty Flora, Dr. Flora Lauo, nikawa nimeeleza kwamba nina tatizo 1, 2, 3 la hitilafu ya mkia wa mgongo. Akawa ameniambia kwanza uje kwanza kweli hiyo tatizo ipo. Kwa hiyo nikaenda akanipima, akaniambia kweli kwenye sehemu ya mkia kuna crack, yani kuna mwachaniko fulani hivi, kuna pishano fulani. Kwa hiyo nikamwambia nitafanyaje, akaniambia mimi na uwezo wa kutibu hilo tatizo. Akawa ameniandikia, akaniambia, akanipa dawa. Kuna dawa nyingine nyingi alizonipa, lakini hatimaye akaniambia unatakiwa kuingia kwenye mashine ndani ya siku 7. Niliingia kwenye mashine ndani ya siku 7, nikanywa na dawa, ile tatizo likawa limeisha. Lakini kwa sababu babangu naye alikuwa na tatizo la uti wa mgongo, nilipofika nyumbani nilikuta nalalamika sana na miguu ikiwa inawaka moto. Sasa nikasema kama mimi nimepona, ina maana kuna uwezekaniko kwamba babangu kupona. Lakini pia sikukata tamaa, nikampigia Dr. Louo kwamba babangu ana tatizo la hivi, akaniambia mlete. Nikamwambia sasa babangu ana miaka 93, ni umri umeenda, ukimweka kwenye mashine haweza kuvunjika. Akacheka akaniambia hapana, baba ana uwezo wa kutibika na kapona. Ni hatimaye kweli tulimpakia baba kwenye ndege, akaja, hali ya baba ilikuwa nzuri. Hata pale kwenye ndege ilitokea shida fulani, mimi mpaka nikaanza kuwa na hofu. Maana baada ya watu wote kushuka kwenye ndege, nilimwangalia baba simuoni. Sasa nikasema sasa baba atakuwa ameenda wapi? Amepata matatizo, wamemwacha kwenye ndege kule, wamemshusha akamuingiza vyumba vingine. Sasa nikawa nimekata tamaa, nikabidi nifuate kule ndani kwenye ndege pale, nikawauliza kuna mzee ametoka Moshi simuoni. Baadaye nikawa nimemuona, wanamleta na kiti ili kutembea kwenye hewa, alikuwa hawezi. Maana alikuwa anasema miguu inawaka moto kuanzia saa 12 ikifika yule mzee alikuwa mpaka machozi, alikuwa anaumwa sana. Tukamleta akapumzika, kesho yake nikapeleka kwa Flora, akaandikiwa kliniki siku 14. Tumeandikiwa siku 14, ameamaliza siku 14. Mnapomuona baba hapa, unamuona baba anatembea mwenyewe. Wakati anakuja alikuwa kama amepinda kabisa. Sasa hivi baba amenyoka. Saa nyingine anaweza katroti, hata ukimwangalia anaweza katroti baba. Namshukuru Mungu, baba anaendelea vizuri. Naye muona hapa hivi, naye atashuhudia alichokiona na babu aliyopata. Kwa kweli tunamshukuru Mungu, ni kwa neema. Lakini tunaomba tu dokta, Mungu azidi kukubariki, uzidi kufanyia wengine zaidi yangu mimi, maana wapo wengine wanaopata shida. Nadhani kwa sababu kusababisha ni uwezo wetu unakuwa ni mdogo, lakini Mungu akubariki kwa hiyo kazi unayofanya. Lakini nadhani mzee ataelezea na yeye alivyokuwa, maana yeye mwenyewe ndiye ana shuhuda zaidi kuliko mimi. Ya uhai, maisha asilia. DDF Herbal Clinic tupo Mwanza Isamilo, karibu na shule ya Lake. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana kwa simu namba 0654777778. Nyote mnakaribishwa. Rafiki, Jambo Food Products imekuwekea bidhaa za Jambo kwenye duka la karibu yako. Anza siku yako na mikate safi, maandazi na keki tamu kutoka Jambo Bakery, vitafunwa vyenye ladha nzuri vinavyokupa nguvu ya uhakika kwa ajili yako. Unapohitaji kinywaji cha kukuburudisha, chagua soda za Jambo kukuongezea nguvu ya kukamilisha mitikasi na ndoto zako. Unapohitaji juice, wewe kamata juice za Jambo, zinakupa utamu, furaha
na maisha kila siku. Mdomo wako umepata rafiki mwenye kuchangamsha kinywa kila wakati. Ni biskuti za Jambo na pipi za Jambo Sweets. Ni rafiki wa kipekee wa kinywa chako kila sekunde. Jiongezee maisha kwa kunywa maji ya Jambo yenye maisha kwenye kila tone unalolitia kinywani mwako. Ufurahishe mdomo na nafsi yako kwa kula ice cream za Jambo. Bidhaa za Jambo Food Products ni bidhaa zinazokupa uzuri wa maisha wakati wote, iwe baridi au joto. Zinapatikana kwenye duka lililo karibu yako. Ipendelee kwa kudaka ya kwako. Bidhaa za Jambo, bidhaa jamukaya. Chuo cha urembo Nifo kinakutangazia nafasi za masomo ngazi ya cheti katika kozi zifuatazo: kozi ya ususi, hairdressing, kozi ya urembo, makeup, kozi ya mapambo, decoration na kozi ambatanishi zinazomsaidia mwanafunzi kuongeza ufanisi katika fani anayochukua. Kozi ya Kiingereza, English course, mawasiliano, communication skills, ujasiriamali, entrepreneurship. Nikukumbushe, kozi hizi zote zinatolewa bure kabisa. Ada zetu ni nafuu na chuo chetu kimesajiliwa na NACTVET. Kwa mawasiliano tupigie simu kwa namba 0677555550. Nyote mnakaribishwa. Naitwa Mbariku Haji Ulotu. Nimetoka mkoa wa Kilimanjaro. Nilipigiwa simu nikiwa nyumbani na mwanangu huyo hapa, Rebeka. Kwanza alikuja nyumbani akanikuta hali yangu niko mbaya. Nikamweleza ninavyoumwa. Basi alipokuja huku mimi sikujua kama anakwenda kushirika, labda kumbe anakwenda kumuona daktari. Basi yeye anajua umri wangu, mimi ni mtu mzee. Na tangu nilipozaliwa siku nyingi na miaka 93 sasa. Umri wangu. Sasa kule aliniambia utakuja, akanipigia simu akaniambia utakuja Mwanza. Nikamkatalia mke wangu. Nikaambia na umri wote mimi nakwenda kutafuta nini? Akaniambia nenda tu usikatae. Basi siku ya kwanza vile nikamkubalia. Kaambia nitakuja. Kaambia basi nazungumza na dereva wa gari aje kuchukua kupeleka Kia na ukata tiketi ya ndege. Nikaambia vema, lakini mke wangu akanitia moyo sana. Akaniambia usikate tamaa, nenda tu. Akaniambia wewe tabia yako ni kukata tamaa kila kitu, mimi nimekuwa mzee. Basi nikafika hapa uwanja wa ndege pale, akaja akanipokea binti. Binti wangu alipokuja kunipokea pale, kaja na mwanae. Hali yangu ilikuwa tete. Nilikuwa kushuka pale kwenye kule gari cha kutoka kule hospitali ni matatizo. Ni shida. Kusimama na yumba nataka kuanguka. Kizunguzungu. Miguu yote inawaka moto, hasa mguu wa kushoto huu tu ulikuwa umekufa kabisa. Kabisa. Hata ukibinya mkuu na nani au sikii. Basi wakanishika mkono pale na mwanae, wakanipeleka kwenye gari, nikafika hapa, nikalala. Kesho yake akaniambia nakupeleka kliniki. Kapakia kwenye gari tukaenda kliniki. Kushuka pale ni matatizo, nashikwa mkono na kutembea nashindwa. Basi nikafika. Nilipofika nikaingizwa, kukuta yule binti, nikamweleza jina langu. Akaniuliza maswali fulani, ulishafanya operation? Nikaambia ndio, nilifanya operation ya mgongo. Uti wa mgongo bingili ilikuwa limepinda. Kabla hajaniingiza kwenye mashine. Akaniambia sasa, nikaambia nilipata nafuu, lakini sasa nimeanza kuumwa tena sana. Basi akaniambia tutakuingiza kwenye mashine hapa, tutakupa na dawa za kusaidia matatizo ya maumivu hayo. Basi binti yangu akamwelezea binti yangu akakubali. Akasema hapa baada ya mapimo haya ya mashine inampa mazoezi atakuja hapa muda siku ngapi ilikuwa binti? 14. Siku 14.
kila siku akiingia kwenye mashine kufanya mazoezi. Basi nikaanza ile mlolongo ikawa yeye ana gharama zake za mafuta petroli na nini, ananipeleka kila siku wahi pale mapema nafiki. Naingia kwenye mashine ya kwanza ya kunyosha, mashine ya kwanza ya moto, mashine ya pili ya kunyosha mgongo. Nikanyosha mgongo siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu nikamweleza binti wangu, nikamwambia nilikuwa nataka kukataa, mbona sasa naelekea kuwa nitapona. Akaniambia mapema namna hiyo nakubali. Nikamwambia mimi najisikia vizuri, nikalala vizuri kabisa. Nikarudi kesho yake baada ya siku 3 ya 4, wakaniambia mzee, kesho kutwa ndio mwisho. Basi nilipofika mwisho, kwa kweli mimi nilikuwa nimeshakuwa katika hali nzuri, naweza kutembea, naweza kusimama, hata chooni na kwenda mwenyewe, sishiki tena mkono, nafika chooni mwenyewe kule, najisaidia, narudi mwenyewe kitandani. Mpaka sasa hivi hali yangu inakwenda vizuri sana. Mimi ninamshukuru sana yule binti. Nilimwahidi, nikamwambia mama, maua yako utayapata hapa duniani, utakwenda kuyakuta huko mbinguni kwa Mungu. Akaniambia baba, sio mimi, ni kazi na mashine zinafanya kazi na dawa unazotumia ndio zinafanya kazi. Basi ile mama nikamaliza shughuli pale, kapuli siku ya mwisho akaniambia leo ndio mwisho wa kipimo leo. Natoka siku ile niko nyumbani naelekea, lakini natumia dawa ambazo binti yangu alikuwa ameshachukua kule kwake. Lakini sasa hali yangu sio mbaya, ni nzuri. Kizunguzungu kimekwisha. Mgulo ulikuwa umekufa kabisa, sasa unaanza kupata hata fahamu. Wanatembea, nasimama. Sipokuwa ule moto bado umebakia kidogo kwa mbali. Basi ndio hivyo, hali yangu sio mbaya, ni nzuri sana. Nawaambia watu wawache kukata tamaa. Mimi nilikuwa nimekata tamaa, nimekataa. Mtoto ameniambia nenda Dar es Salaam huko, sijui nikaingia surgery, nikakataa. Nenda sijui mwili nikarudishe tena hospitali, nikakataa. Kaambia mke wangu maisha yameshakwenda. Akaniambia mzee, useme maisha yamekwenda. Kaambia siendi. Lakini huyu alikuja akanishauri kwa uzuri tu. Mama akaniambia hivi, mbona watoto wanataka kupa msaada alafu nakataa kwa nini? Basi mbona nilikubali. Akaniambia basi nitakuja. Ndio nikafika huku nikatibiwa hivyo. Kwa hiyo hali yangu inaendelea kuwa nzuri, na shauri watu wasikate tamaa. Hata kama amelemaa, hata kama yuko chini hawezi kusimama, asikate tamaa. Aje kwa Dr. Flora. Ana mashine za kusaidia, ana dawa za kusaidia, anaweza akapata nafuu kama mimi. Mimi sasa hivi niko natembea vizuri, sina matatizo tena. Alafu maumivu yote yamepungua, na bado naendelea na dawa nakunywa. Kwa majina naitwa Happiness. Kwa jina maarufu naitwa Happiness Salon. Ni mkazi wa Mwanza na ofisi yangu iko maeneo ya Bantu Street, mtando unaoitwa karibu. Ukitaka kunipata vizuri zaidi utasema karibu na Salmakoni. Kingine, naipenda hii kazi kutoka kwenye moyo wangu, sijui kwenye damu. Ni kazi ambayo niliipenda sana kuijua na kuisomea na kuifanya kwa vitendo. Namshukuru Mungu kwa sababu ninaipenda na ninaijua. Lakini safari yangu ya kuwa na mambo ya kujifunza kazi za saluni au urembo, nilikuwa nikipenda sana kuangalia watu wengine wanafanya vitu gani na nini, lakini najiuliza nitajifunzia wapi, nitasoma wapi? Kuna wakati ukafika nikaanza kutafuta vyuo, nikawa nimepata Nifo Beauty College. Ndio nilipoanzia safari yangu ya maisha, kwa sababu nilikuwa ni ndoto zangu na ni kitu ninapenda kujifunza na kuelewa na kukifanyia kazi. Kwa hiyo nilijiungamanisha hapo kwenye hicho chuo cha Nifo Beauty College,
kwa miezi 6, ambapo kozi ya kwanza nilichukua ilikuwa ni kozi ya nywele, hair dressing nywele. Nilifanya kwa miezi 6, lakini namshukuru Mungu nilifanya vizuri sana na ikanishawishi nichukue tena kozi ya makeup. Na yenyewe nilifanya vizuri sana, nilijitahidi. Baada ya kuwa nimemaliza, nikaona nikisema nijiajiri takuwa kuna vitu labda nina miss au ninakosea. Nikaona bora kwanza niajiriwe, lakini kwenye kuajiriwa bado niliajiriwa hapo hapo ndani ya Flora. Kwenye ajira nilikaa kama sio chini ya miaka 6 kwa kukomaza sasa ajira yangu na ujuzi zaidi. Kweli namshukuru Mungu nimefanya vizuri. Baada ya miaka 6 ndio nilipoanza safari yangu ya kujitafuta. Nikaanza mwenyewe kujitegemea, kwa sababu ni kazi niliyokuwa na uzoefu nayo muda mrefu na naipenda, na nilikuwa ni ndoto zangu toka nikiwa mdogo. Nafikiri nimeweza kusimama. Si kwamba kuna watu wengine hawapo, wapo, lakini kwa uwezo wangu ninauamini, najua ninafanya kazi nzuri. Kwa sababu kama ningekuwa sifanyi kazi nzuri, ningekuwa sipati wateja au sipigiwi simu au mtu hatafuti jamani ulijifunzia wapi au ni nini. Kwa hiyo nahisi ninafanya kazi nzuri sana na najiamini kwa kazi yangu. Kwa manufaa, nimeweza kuwa na ofisi yangu. Nimeweza kuwa na mimi leo ni mkurugenzi, ninaajiri wafanyakazi. Nina wafanyakazi chini ya 4. Lakini ni kazi ambayo ninaipenda sana. Yaani hata usiku kiniamsha mimi, iko kwenye moyo wangu na iko kwenye ndoto zangu. Kwa hiyo ni kazi ambayo ninaifanya vizuri sana, niwe mkoani, niwe Mwanza, niwe sehemu nyingine. Ni kazi yangu ninaipenda sana. Vile vile ninawakaribisha wanafunzi wenzangu, karibuni mjiunge ndani ya chuo chetu. Chuo chetu ni kizuri sana. Kina walimu waliobobea na kinatoa mafunzo mazuri sana. Yaani kiasi kwamba ukikosa basi utakuwa ni wewe mwenyewe umekosa, lakini ni chuo kizuri na kinafundisha kwa uredi kabisa. Kwa hiyo mimi nilikuwa natoa baoni yangu au ndoto zangu kwa wanafunzi wenzangu au kwa wasichana wenzangu au kwa watu wowote walioko nyumbani. Kazi ya saluni haitofautiani, sio jinsia, iwe jinsia ya kike, iwe jinsia ya kiume. Maana yote ni kazi tunaoipenda na ni kazi ya mikono yetu. Kwa hiyo jinsia zote, mimi kwa maoni yangu ningependa tujifunze, tuifanye hii kazi. Kiukweli ni kazi nzuri, imenipa manufaa mazuri sana. Nimeweza kutoa vitu mbalimbali, namshukuru Mungu sana kwa hicho kipaji nilichonacho. Na kumbe nimekuja kugundua ndoto inatimizwa na kile wewe unachokihitaji.